kuwahi kuwa na bima, hasa upande wa bima ya gharama zake ilifika $200,000, lakini naweza nikatoa gharama kidogo nikapata bima na nikahudumiwa. Leo napenda nikwambie, pia nikushauri kwamba sisi kama jamii kiujumla, kama Watanzania kiujumla, inabidi tujue kwamba bima ni kitu muhimu sana kwetu. Pia inabidi tujue kwamba bima ndiyo kinga yetu, bima ndiyo ulinzi wetu dhidi ya hasara na majanga mbalimbali ambayo yanaweza yakatukuta. Asilimia kubwa sana ya watu wengi wanaingia kwenye bima au wanakuwa na bima pale endapo atakapokuwa na ulazima wa kuwa na hiyo bima. Hivyo vitu vingi sana ambavyo vinawafanya watu ndo walazimike sasa kupata bima. Mfano, labda kwenye vyombo vya moto, asilimia kubwa ya watu wengi wanachukua bima ya chombo cha moto kwa sababu sheria inaambia kwamba chombo chochote kinachotembea barabarani lazima kiwe na bima. Ndipo mtu anaona kwa sababu ya sheria anachukua bima. Amefuata sheria, ila sio kwamba ameangalia bima itampa msaada gani au bima ina faida gani kwake. Kwa asilimia kubwa ya watu wanafuata sheria ndipo wachukue bima, lakini hawaangalii bima kama bima itawasaidia nini wao, ina faida gani kwao. Lakini pia hata kwenye hizi bima za afya, asilimia kubwa ya watu wengi wanachukua bima ya afya hivyo hivyo kutokana na msukumo, aidha sheria inawabana, inahitaji wawe na bima hiyo ya afya, au kitu chochote kinawafanya waweze kuwa na bima ya afya. Nikupe mfano tu. Kwa mfano, hata mimi mara ya kwanza kipindi nakuwa na bima ya afya, yani sio kwamba mimi kama mimi nikasema sasa bima ya afya itaenda kunisaidia hapo mbele nikiumwa, ila nilichukua bima kwa sababu sheria ilikuwa inanibidi nichukue bima katika harakati za kuapply hostel. Unapo apply hostel inakubidi uwe na bima ya afya. Kabidi niwe na bima ya afya kwa sababu nilikuwa nahitaji hostel, lakini bila hivyo unaona kabisa singochukua, kwa sababu hii inakopo hatuna elimu dhidi ya hizo bima. Sasa bima itaenda kutusaidia nini hapo baadaye?